Nawaambiaje kama champion wako? Champion muko? Natumai nyinyi si wazee sana, mngekuwa mngeokoa wakati. Kuna dakika 10 za nyimbo, so jaribu kuokoa wakati. Champion wakitoka, Redemption movie mmefika hapa mbele. Sorry, after Champion, you then Redemption. Wanadamu twasema hatuijui saa, dalili zote zimeshatimia, zingine bado twaona, magonjwa, njaa, mauti, sisi bado twasema hatuijui saa. Wanadamu twasema hatuijui saa, dalili zote zimeshatimia, zingine bado twaona, magonjwa, njaa, mauti, sisi bado twasema hatuijui saa. Simameni katika mlima Sayuni, piga kelele, tangazeni kuwa siku kuu ya Bwana ikaribu. Watu wa mataifa wapate ujumbe wa Bwana Yesu, watubu dhambi zao, wamngoje Bwana rejeapo. Simameni katika mlima Sayuni, piga kelele, tangazeni kuwa siku kuu ya Bwana ikaribu. Watu wa mataifa wapate ujumbe wa Bwana Yesu, watubu dhambi zao, wamngoje Bwana rejeapo. Tangazeni kwa kila taifa na jamaa, paza sauti kuu ya wokovu. Wanadamu wote wajue kwamba Yesu anarudi, ili sote tumlaki juu mawinguni. Tangazeni kwa kila taifa na jamaa, paza sauti kuu ya wokovu. Wanadamu wote wajue kwamba Yesu anarudi, ili sote tumlaki juu mawinguni. Simameni katika mlima Sayuni, piga kelele, tangazeni kuwa siku kuu ya Bwana ikaribu. Watu wa mataifa wapate ujumbe wa Bwana Yesu, watubu dhambi zao, wamngoje Bwana rejeapo. Simameni katika mlima Sayuni, piga kelele, tangazeni kuwa siku kuu ya Bwana ikaribu. Watu wa mataifa wapate ujumbe wa Bwana Yesu, watubu dhambi zao, wamngoje Bwana rejeapo. Simameni katika mlima Sayuni, piga kelele, tangazeni kuwa siku kuu ya Bwana ikaribu. Watu wa mataifa wapate ujumbe wa Bwana Yesu, watubu dhambi zao, wamngoje Bwana rejeapo. Simameni katika mlima Sayuni, piga kelele, tangazeni kuwa siku kuu ya Bwana ikaribu. Watu wa mataifa wapate ujumbe wa Bwana Yesu, watubu dhambi zao, wamngoje Bwana rejeapo. Tunawaambiaje? Tuwaambie amina kubwa. Youth, nafasi ni yenu.
kisha youth wakitoka, na tumai kutakuwa na muda redemption wataimba. Natamani niwe kati ya washindi wa dhambi, nami anikaribishe alipo, nami niwepo atakapotusimulia kisa cha ukombozi. Natamani nimwone Mungu uso kwa uso akirudi. Natamani niwe kati ya washindi wa dhambi, nami anikaribishe alipo, nami niwepo atakapotusimulia kisa cha ukombozi. Mambo ya dunia kweli yapita, na tarajia yalo mema. Ya dunia kweli ni ubatili, yanapita hayatadumu. Uzima milele ni kwa Bwana, fanya hima tukutane kule. Uzima milele ni kwa Bwana, fanya hima tukutane kule. Mambo ya dunia kweli yapita, na tarajia yalo mema. Ya dunia kweli ni ubatili, yanapita hayatadumu. Uzima milele ni kwa Bwana, fanya hima tukutane kule. Uzima milele ni kwa Bwana, fanya hima tukutane kule. Njema kwa wote watakaorithi ufalme, ni vilio kwa wateule waliomkana. Bwana hawatajuta marejeo yake Mungu, walopiga vita vizuri ni furaha milele. Ni habari njema kwa wote watakaorithi ufalme, ni vilio kwa wateule waliomkana. Bwana hawatajuta marejeo yake Mungu, walopiga vita vizuri ni furaha milele. Mambo ya dunia kweli yapita, na tarajia yalo mema. Ya dunia kweli ni ubatili, yanapita hayatadumu. Uzima milele ni kwa Bwana, fanya hima tukutane kule. Uzima milele ni kwa Bwana, fanya hima tukutane kule. Mambo ya dunia kweli yapita, na tarajia yalo mema. Ya dunia kweli ni ubatili, yanapita hayatadumu. Uzima milele ni kwa Bwana, fanya hima tukutane kule. Uzima milele ni kwa Bwana, fanya hima tukutane kule. Mambo ya dunia kweli yapita, na tarajia yalo mema. Ya dunia kweli ni ubatili, yanapita hayatadumu. Uzima milele ni kwa Bwana, fanya hima tukutane kule. Uzima milele ni kwa Bwana, fanya hima tukutane
tukutane kule. Mambo ya dunia kweli yapita, na tarajia yalo mema. Ya dunia kweli ni ubatili, yanapita hayatadumu. Uzima milele ni kwa Bwana, fanya hima tukutane kule. Uzima milele ni kwa Bwana, fanya hima tukutane kule. Redemption, mtatuia radhi kidogo, mtaimba. Tunawaambiaje? Tuombe kwa ajili ya kufunga kipindi cha nyimbo. Asante Mungu wetu kwa sababu ya ukarimu wako. Asante kwa sababu umeweza kutupa sauti, tumeweza kukusifu kwazo. Tunapoingia kipindi kingine, tunaomba Roho wako azidi kwa pamoja nasi na azidi kutuongoza kwa kila jambo, kwani ndio ombi letu katika jina la Yesu aliye Bwana na haki yetu. Unasema kwa wimbo namna gani? Wimbo mzuri sana. Natamani kuenda mbinguni kwa Mungu, fanya hima tuwatane pale. Furahisha sana na hiyo wimbo. Nitaomba waniimbie tena wakati mwingine. Sasa tunataka tuingie katika kipindi kingine, na ni kipindi cha Overtoli. Nataka uwakaribisheni yote ili tuwe pamoja. Anayoenda kutuletea kipindi hiyo si mwingine, ni Samuel Manga, ndiye atakuwa na kipindi hicho. Kwa hivyo na wasi tuombe ili haiche aendeze kipindi. Na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wa haki. Asante kwa rehema zako. Na sasa mwenzetu anapokuja kwa ajili ya kipindi hiki, tumeweka mikononi mwako, upate kumuongoza katika yote. Ni katika jina la Yesu nimeomba hata na kuamini. Amen. Karibu. Mbuyambole nande. Habari yenu. Wakati mmoja na mzee ambaye anaitwa Bauru aliweza kuniandikia barua, kaniambia mkubalie huyu Onesimus mimi Veremon. Na uzuri wa mambo siku ya leo ni baraka ya kwanza niliona asubuhi, nilipata Pastor Nyakeli ambaye alikuwa my host pastor katika Tungurumu. Baraka ya pili ambayo nimeona saa hii, nimepata huyu Bahuru. Mimi namuita Bahuru lakini anaitwa Elder Jared Mbongi. Naomba asimame hapa, tumge mkono, tusalimie, alafu tuleta kipindi. Elder Jared Mbongi tulikuwa naye. Utasongea? Mtumishi kuja hapa. Kuja hapa mtumishi. Aliniambia kitu kimoja ambacho kinaniiba mawazo sana. Kwa huyo Onesimus ni wa maana kwako na kwangu. Onesimus, atakuwa wa maana kwako na kwangu. Wana na binti za mfalme na wasalimu wa mjambo. Amjambo tena. Tulikuwa na yeye mahali kambi, mahali naitwa Getungurumu. I think it was last week. And I have just come in, and to my surprise I have met him again. Hakuniambia ako hapa, mimi nilikuja tu nikampata ako hapa. Mnasema aje? So maybe the spirit was moving me to come here so that I can. Biblia inasema hivi, leteni zaka kamili ghalani,
ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Kwanza nijaribu. Mungu huyo ambaye anasema ni Mungu anasema nijaribu kwa njia hiyo. Asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka mpaka mkose nafasi ya kuweka hizo baraka. Kwa hivyo siku ya leo Mungu amesema tumjaribu kwa kumpatia saka na sadaka kikamilifu. Tukimpatia basi tutaona hiyo baraka. Sasa ni wakati mwema, ningependa kuita mazimazi wasimame na tutoe kikamilifu, tujaribu Mungu wetu. Mazimazi msimame kukusanya hiyo saka na sadaka kikamilifu. Na wakati tunahitaji mbaraka na watu wa mbele hapa wanataka hiyo mbaraka, usiwaache. Chukua. Ni congregational singing, tunaimba wote. Nataka kuimba wimbo wa KKC number 176. Mburane korwa igoro, KKC 176, twende. Mburane twe korwa igoro, leila yowanchani, yeye komenta chinguru, rasu motolia, buraye bisyo, neronte toganete, nonya watoira mabera, kone mbura twasama, mburane twe korwa igoro, ekobo kya chinkoro, samago kone biturwa, yoyire mbure nyinge, buraye bisyo, neronte toganete, nonya watoira mabera, kone mbura twasava, mburane twe korwa igoro, monene toye twere, elio tonyore chinguru, oikerane ira, buraye biso, neronte toganete, nonya watoira mabera, kone mbura twasava, mburane twe korwa igoro, tagototeriarero, twatora mamongo chaito, tokorangere yeso, buraye bisyo, neronte toganete, nonya watoira mabera, kone mbura twasava. Redemption, muje mkaribishe mhudumu.
ngojea mufike ndio tuombe. Kwa hivyo harakisha. Tumesaa kutolea zaka na sadaka kamilifu. Kesho na vile vile tukuomba tena tubariki kwa njia nyingine tuweze kutolea, kwani tumeomba machache kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Mjambo tena. I might not be sure, but I'm very sure maybe the person who is very close to you, since you sat where you are, hujamuona and you have not even greeted that person. Can you do the same? Thank you for doing that. Before we do anything, you are ready? Ngoja kuzungumza sasa. Si nilikupatia nafasi mkasalimiana. Sasa listen to me. So before we do anything, I would like to welcome our district pastor to do something before we proceed with the other activities for this time. Si ni wangapi wanajua wa district pastor? Si munaona sema mjui. So our district pastor is Mogeni na Kiririnde. Nyabonyi. So karibu. Karibu. Happy Sabbath. Happy day. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na fadhili zake kwetu, na letu ni kumshukuru na kumuhimidi. Kwa wakati huu nilimwona Pastor Sinko ambaye anasimamia idara ya evangelism kutoka conference yetu ya South Kenya. Naomba Pastor uje utusalimie kabla tuanze ibada. Wana na binti za mfalme na wasalimu amjambo. Amjambo tena. Kwa hakika niko na furaha kubwa kupata nafasi ya kuja kuwatembelea katika makambi haya ya Millennium. Na najua wende ikawa wengine wengi wenu pengine wanijui na wengi wananijua. Kwa wale ambao wanijui, mimi naitwa Pastor Paul Singo. Natoka South Kenya Conference hapa, nasimamia idara ya Evangelism, Personal Ministry, Sabbath School and MR. Nimewaletea salamu kutoka South Kenya Conference. Tulikuwa na mkutano leo asubuhi na pia tukaombea makambi, tukasumusia makambi ambayo inaendelea kwa wiki hii. Najua ilianza kitambo, na tukawaombea ili makambi hizi siweze kuendelea vizuri na ishe kwa njia mzuri. Si hapo ni sawa?
Kwa hivyo muko na baraka ya conference ambayo ameweza kuwaombea, na tunajua kwamba makambi itaendelea vizuri. Nitatembea tena makambi mengine kama Etangi, alafu niendelea mpaka Motonyoni, sijui iko pandele ya Nyamesocho, sehemu ya chini huko, na singine hapa chini sehemu Sariana. Nitakuwa na kasi katika juma hili ya kuweza kutembea hizo makambi. Nimeshukuru kwa sababu kuja kwa makambi ni kitu ya maana sana katika mwaka huu, na unajua tuko na theme yetu ambao tunazungumzia katika makambi ya mwaka huu. Si mumeelewa hiyo? Tulikuwa tunasema nini? Reach the world with what? With three angel message, si ndio? Na najua inatakiwa wakati utakapomaliza hii makambi, jamani, utakuwa unajua kuimba hiyo theme vizuri na utakuwa umeelewa na itakuwa ni sawa. Kwa hiyo kitu ya kwanza ni kuwa na vitu 5 hivi nataka niseme haraka sana. Katika hapa Millennium, hapa tunaita Millennium Camp Meeting, hii ni yenu. Unajua swali liulizwa, ni nini ambayo itafanya kambi iweze kuona ionekane ni kambi? Ni nini ambayo inastahili kuangaliwa? Kitu ya kwanza ambayo tunaangalia ni place, mahali ambao mmechagua mnaenda kufanya makambi kama vile Mungu amechagua. Unajua kwa wakati mwingine watu walikuwa natoka wakai hapa, kama mwaka huu mngechagua mahali ambapo si hapa mahali mmesoea. Mnaamba kutoka kwenu na watoto wenu na ng'ombe zenu, alafu muende mfanye makambi kwa siku 7. Lakini kwa sababu ya wakati huu ambao tuko, watu wafanyi hivyo, wanakuja ile mahali ambayo wamesoea kama hapa. Lakini kama ni hivyo, basi kitu ambayo inatakikana kujua ni kwamba katika venue ambayo mmechagua, ni Mungu pia amekubali ya kwamba nyinyi muweze kuwa katika makambi ya mwaka huu hapa Millennium. Kwa hivyo mko na blessing kutoka kwa Mungu. Haleluya. Jambo la pili ambayo inawezekana makambi yaonekane vizuri ni attendance. Watu kuhudhuria makambi, kwa sababu tayari mko na theme ambayo mnazungumzia, na sasa attendance. Na vile naangalia, najua sijajua sana vizuri watu wa Millennium wako namna gani, lakini vile ninaona siku ya leo vile mumehudhuria, naona mumefanya vizuri. Hii si namba mbaya, hii ni at least mmejaribu. Kwa hivyo naona hapa attendance yenu ni mzuri, lakini muendelee kuimprove. Haleluya. Na wageni muwalete. Unajua makambi sio yenu, muleta wageni ambao hawajawahi kuhudhuria makambi zetu. Jambo la tatu ni speakers. Nafikiri speakers wamekuja, si ndio? Si wako hapa? Hata nimeona mkubwa wangu hapa. Haleluya. Hebu simama, najua watu Pastor Matoka karibu sana. Wacha hata nikusalimie vizuri sana, kwa sababu Mungu amekubariki kuja hapa kwetu. Karibu sana mchungaji, karibu sana. Asante. Huyu mgeni ametoka Union, na unajua kupata mgeni kama huyu sio rahisi, si ni kweli? Lakini nyinyi mmebahatika, mko na huyo mgeni hapa na amefika, na tunashukuru kwa sababu ninajua kwamba atawapatia chakula ile ambayo inastahili. Na wageni wengine wako hapa, ni yeye peke yake. Wako wapi? Najua hiyo ndio nilikuja kuona, nikirudisha ripoti yangu niseme kweli, wageni nanyi pia mkuje msalimia hapa. Unajua mkikaa huko sitawajua muka hapa. Nikiulizwa nasema niliona mimi mwenyewe, si ndio? Acho ya salama sana. Kiotoka Geteri nyumbani. Habari gani? Salama sana. Good. Na umetoka Nyamira jirani hapa. Asante. Naona mama Petra naka hapa, namjua sana. Basi kila fanye hivi. Na wasalimu wa mjambo. Sasa mimi nimehakikisha wageni wako, na nimesema asante sana pastor kwa kupokea wageni hawa.
Jambo la 4 ambayo ni muhimu ili kambi yetu iweze kuendelea vizuri ni kuhusu mambo ya camp offering. Camp offering, thanksgiving and other offerings ambayo inahitajika katika makambi, camp expense and many others. But let me just speak about camp offering and thanksgiving. Hapa ni Millennium, tunajua hapa ni town. Kama tungekuwa sehemu zingine kama huko sehemu za kwetu huko Geteri, si ndio? Tunaleta nini? Mbuzi, ng'ombe na nini? Na kuku, si ndio? Lakini nimekuja kugundua hata hapa town kama wana ng'ombe wako na nini? Wako na kuku. Si kuku iko? Kuna wale ambao anafuka kuku. Mlete hizo kuku hapa iweze kuuzwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na pia wale ambao wamebarikiwa, Mungu amewabariki vizuri, wanalete pesa. Unajua hata pesa ndiye inatumika kufanya hii kazi. Na tunasema asante kwa sababu nilipoangalia, najua ukiingia kwa kambi hivi unaangalia vile watu wamebarikiwa. Haleluya. Unajua ukienda makambi mengine wewe siona mapambo kama hii. Sini sawa. Lakini ukiona mapambo imewekwa namna hii, watu wamefanya nini? Wamebarikiwa. Haleluya. Kuna wengine ambao wanakikaa wanakalia mawe na miti, lakini hapa naona nyinyi mko na plastic. Mnabarikiwa. Naona hapa sio mbaya, na mambo mengine ambayo niliona hapa Mungu amewabariki kabisa kabisa. Sasa ombi langu tu ni kusema kwamba mulete kulingana na vile Mungu amefanya nini. Mumesoma Pastor uka hapa ama Judith Pastor Judith, wapi Biblia yako? Kuna nataka nisomee hiyo fungu. Fungua 1 Corinthians 9:7 ndio nimalize sehemu hiyo. Na ni Pastor wenu ndio atawasomea, sio mwingine. Nikienda kwingine church hata atasoma. Haleluya. Nyinyi mnaelewa lugha gani? Kikisia ama Kiswahili ama Kiingereza? Yote kabisa. Kwa hivyo tukisoma katika lugha yoyote nyinyi mtakuwa mmeelewa. Hiyo itakuwa ni mzuri. Najua ni vizuri watu wakijua lugha zote. Najua kienda mahali gani ukisoma watu wanasema inasema nini? Hata elewa. Pastor Juni umepata? 1 Corinthians 9:7. Yes, verse 7. Biblia inasema kwamba whoever goes to war at his own expense, who plants a vineyard and does not eat of its fruit, or who tends a flock and does not drink of the milk of the flock. But that's 1 Corinthians. Yes. Ni kama mimi sijasikia. 1 Corinthians 9:7. Did I say first or second? First. Try second. Ni sijasikia. Second Corinthians, yes. Iye kikataa tunawacha. So, verse 2 Corinthians 9:7. So let each one give as he purposes in his heart. Give as his purposes in his what? That is Paul. Ndiye amesungumza hiyo, si ndio? Continue. Not grudgingly or of necessity. For God loves a cheerful giver. God loves who? Hallelujah. Do you understand that? God loves who? Yaani ukilete kwa sadaka kwa Mungu Jabedi, wewe ukileta hapana nuna lete hiyo kwa furaha, si ndio? Na ulete kulingana vile Mungu amekubariki, si ndio? Na mimi vile nimeona hapa hakuna mtu ambaye Mungu hajabariki katika mwaka huu. Haleluya. Kwa njia yoyote ile. Kama ulikuwa umesahau kutoa sadaka ya kambi, this is now your time. Go back home, bring it tomorrow. Haleluya. Even the afternoon, bring it. Na nafikiri mlipewa goal yenu. What was your goal?
1.5. Very true. Kama mimi nilikuwa hapa Central, naitwa Daraja Central hapa, niliona maajabu wakati watu nilipofundisha na wakaitika wakaleta, mpaka mimi nikashangaa, nikasema Mungu awabariki. Haleluya. Sasa kama wale watafanya hivyo, na sasa Millennium itakuwa itaongoza, Mungu atawabariki sana. So kila mtu alete kulingana na vile Mungu amefanya nini, amebariki. Kama Mungu amekubariki na kubwa, lete nini. Kama ni kidogo, Mungu ulete hiyo. Unajua Mungu hawezi kukuitisha kila bacha ya kubariki, ni hiyo tu, na Mungu atawabariki kwa njia hiyo. Nimeshukuru kwa sababu hata kwaya ambao wameimba hapa wamevaa uniform smart, very clean. That means watu wamebarikiwa. Haleluya. Hiyo ndio kitu nimeshangaa. Sasa naenda ya mwisho. Nimesema camp offering and thanks offering. So there's a difference, camp offering and thanks offering. Wewe ndio unajua vile Mungu amekubariki mwaka mzima. Lete mbuzi, lete mayai, lete anything. That is good. Lastly, ili kambi yetu iweze kuendelea vizuri na kuwa kambi, kuna mtu ambaye anaitwa mwinjilisti wa vitabu. Hakuna kambi ambayo itaenda huko na hakuna vitabu, kwa sababu hiyo ndio neno ambayo utaenda utakula, uishi na hiyo neno, upatie jirani, kila mtu. Haleluya. Mwinjilisti huko, nafikiri unajua watu kitabu itabaki hapo. Haleluya. Kwa sababu watu Mungu amewabariki kwa njia moja. Kama wewe mwenyewe umewahi kununua hiyo kitabu, uko nayo, pengine kuna jirani ambaye hana, utaweza kumnunulia jameni? Ama namna gani? Utakuwa umehubiri na wewe pia umeparticipate kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo nafikiri mwinjilisti nilipofika hapa akaniambia watu hapa wamefanya vizuri, wamenunua vitabu. Si mnasema amina? Kwa hiyo mlinunua? Ni wangapi ambao mlinunua? Hebu nione. Sasa ulikuwa unaniambia ati watu wamenunua sana. Watu wangapi hapa? Hebu nione kwa mkono wala wamenunua jameni. Hata siwaoni. Naangalia huko na huko. Karibu watu 5 peke yake. Bado watanunua. Haleluya. Ni wangapi ambao na promise ama hata mimi nitajaribu, Mungu anisaidie niwe kitabu moja. Hata ununulie mwenzako. Tunaona ameongeza. Haleluya. Na mununue, itakuwa ni vizuri. Tutaangalia wakati tutakuja kufanya postmortem, tutaangalia Millennium amefanya nini. Kwa hivyo kambi yetu iendelee, ikifanyika hizo vitu zote, basi tutaona kambi yetu itakuwa imefaulu. Haleluya. Na hata mgeni akirudi atapeleka habari nini? Kwa sababu najua sasa hata tunapoangalia mambo ya makambi hapa, sasa nyinyi mko na challenge kubwa. Ati ni kiongozi kutoka union. Sasa wanapoenda kuangalia mkimulika huko South Kenya, si ndio? Sasa wewe mwenyewe uko hapa. Uko na challenge kubwa sana. Kwa hivyo tuweke mambo yetu iwe sawa. Mimi nawatakia makambi ya kuendelea vizuri, na Mungu akitujalia tutaweza pita tena, kwa sababu hapa ni karibu, si ndio? Tutaweza pita tena Sabato nikipata nafasi, kama sitaenda mbali zaidi. Tutaweza pita nione kabisa, siku ndio tutahakikisha ni nini mmefanya. Haleluya. Si Mungu awabariki. Ninaomba niombe alafu nipeane mic. Alafu muendelee. Hebu na tuombe. Baba mtakatifu na Mungu wetu, tunashukuru, tunasema asante kwa sababu umetenda mema katika makambi yetu hasa hii ya Millennium. Na nimeshukuru kwa sababu watu wako wamekuja vizuri na wanaendelea kusikia neno lako, na mtumishi wako Mungu wetu ambaye Pastor Matoka umetoka mbali kule Union, na amekuja kwa ajili ya kunena neno lako katika sehemu hii. Mungu wetu, naweka mikononi mwako yeye pekee, kwa njia pekee, ili anaponena Baba
Mungu uweze kuambatisha na Roho Mtakatifu. Na viongozi wengine ambao wamekuja, wanenaji, yote tunaweka mikononi mwako. Wabariki, vitabu vinunuliwe, uweze kufanya watu wako apende kazi yako, na baadaye tutakapomaliza tutasema asante kwa sababu tumebarikiwa kwa njia yote, kila sehemu, na jina lako liweze kutukuzwa. Muweze kubariki mchungaji Pastor Judith na viongozi wa makanisa na camp coordinator ambaye ni chairman, wote tunaweka mikononi mwako, ili Baba umbariki wote katika kazi hii. Na asante kwa sababu nasikia maombi haya ambayo nimeomba kwa unyenyekevu, na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana mkombozi wetu. Amen. Na Mungu awabariki. Hali ambayo ndaenda ndachukua nini mimi? Hiyo salamu nimpatia. Asante, na mimi nimekubali. Thank you. Sasa ningependa tuanze mpangilio wa huduma. Ningependa kuwajulisha wale wako hapa, wale ambao wanatuongoza kwa nyimbo. Nataka wasimame, si mnawajua? They just wave. And then our pastor ambaye atakuwa kwa faz, na our guest. Ana ombi. Wangapi hawamjui? Anaitwa Ombi. Na pastor alimbandika jina Matoke. So kwa hivyo na asikatae, akienda amekuja kwa Matoke. Lakini ile kitu ya muhimu, sijui uliacha umbo yako wapi? Uliacha nyumbani ama mko na yeye hapa? Mko sasa mtaamua mahali mliacha umbo zenu. So ningependa tusimame na wimbo wetu nambari 53. Napenda kuhubiri kweli, napenda kuhubiri habari ya Yesu, ya Bwana wa
Tunasoma katika Biblia zetu kitabu cha Ufunuo 14 fungu lake la 6 na la 7, na Biblia inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Na Mungu abariki neno. Ombe. Mungu, tunakushukuru kwa sababu yu mwema kwetu. Imefika saa ambao utaongea nasi kupitia mtumishi wako. Tunamweka mikononi mwako, mtumie jinsi upendavyo. Nasi ambao tutamsikiza, tunakuomba Mungu utusaidie. Yote tunaomba Roho Mtakatifu atuongoze, kwa sababu yote yanatendeka kwa uwezo wako. Tumeomba katika jina la Yesu mkombozi wetu. Millennium Church Choir, karibu sana, mtupe wimbo. Tufanye haraka kwa ajili ya kumkaribisha mhudumu. Millennium Church Choir, mahali popote mlipo, mkimbie kwa ajili ya wakati. Toke
wakisema umeanguka Babeli mkuu, mji unaonyesha mataifa wino wa ghadhabu wa sherati. Tokeni mwanzo wake, msishiriki dhambi zake. Ni wito wa Mungu, mwenye sikio naye asikie. Tokeni mwanzo wake, msishiriki dhambi zake. Ni wito wa Mungu, mwenye sikio naye asikie. Watatu naye atoa onyo, mtu asimsujudu mnyama, kwani hasira yake Mwokozi itawaka juu ya mtu huyu. Watatu naye atoa onyo, mtu asimsujudu mnyama, kwani hasira yake Mwokozi itawaka juu ya mtu huyu. Tokeni mwanzo wake, msishiriki dhambi zake. Ni wito wa Mungu, mwenye sikio naye asikie. Tokeni mwanzo wake, msishiriki dhambi zake. Ni wito wa Mungu, mwenye sikio naye asikie. Tokeni mwanzo wake, msishiriki dhambi zake. Ni wito wa Mungu, mwenye sikio naye asikie. Tokeni mwanzo wake, msishiriki dhambi zake. Ni wito wa Mungu, mwenye sikio naye asikie. Saa imefika, Mungu atanena nasi kupitia mtumishi wake. Swali niliwauliza, mulijibu. Muliacha umbwa nyumbani ama mko nazo hapa? Pastor, karibu.
Jamani, habari za mchana. Habari za mchana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa mara nyingine, kwa sababu ni mwema sana kwetu. Haleluya. Ninapoingia katika kipindi hiki cha mchana, na wakaribisha wasikilizaji wetu wa Radio Vuna mahali popote wanaposikiza redio hii, wajiunge nasi katika somo la mchana wa leo, tukijiunga pamoja nao. Haleluya. Ninafurahi tena, hata nimeona na redio nyingine wako, Radio Kisima cha Chemchemu ya Uzima. Haleluya. Kwa hiyo wote kwa pamoja tunasema karibuni katika kambi hili la kihistoria, kambi la maana sana. Hata nyimbo kemkem zinaimbwa. Sijasikia ameni kubwa, amen, kwa ajili ya kwaya iliyotoka hapa, ambayo itamtorosha shetani asikaribie eneo hili. Jamani, Bwana awabariki sana. Tuombe. Baba, saa imefika tena ya kulifungua neno lako. Nena nasi watoto wako, nasi twasikia, lakini likawe mkate utakaofaa maisha yetu yote sasa na hata milele. Katika jina la Yesu tumeomba, amina. Leo tunajifunza habari ya hukumu. Babeli inatangaziwa hukumu. Hukumu. Unajua, Babeli inahukumiwa kwa sababu ya masanamu yake. Wamekuwa wakimwabudu Mungu wa masanamu, wakaacha Mungu aliye hai, Mungu wa mbinguni. Ibada ya masanamu wameweka ndani ya makanisa, wameweka kila kona, hata katika miji mikubwa masanamu wanayaabudu. Na Mungu hatavumilia kuona masanamu yanaabudiwa na watu wanaomcha Mungu. Kwa hiyo hata sisi hapa tuna sanamu zetu. Sasa hizi Babeli ziko za aina mbili. Kuna Babeli ile ya kale, ambayo ni mji wa machafuko uliochafuliwa lugha. Lakini kuna Babeli ya kiroho, ambayo ina utambulisho wake, na hilo kanisa ambalo linabeba dhana na sura ya utambulisho wa Babeli ya sasa linajulikana. Tusome kidogo. Anasema, ujumbe huu unatoa mafundisho ya Babeli, unatangaza adhabu kali ya Mungu kwa mafundisho ya Babeli, kwa kukataa maonyo ya Mungu. Na neno linasema kwamba Mungu ametuletea habari njema ili tutoke Babeli mchana kweupe. Haleluya. Tutoke lini? Mchana kweupe. Kama unalisanamu lolote, maana dhambi yoyote ile mbele za Mungu ni sanamu. Leo katika kambi hili, sanamu hiyo ipate kuangamizwa kwa neno la Bwana lenye uwezo mkubwa kama upanga ukatao kuwili. Hiyo itoke kabisa katika akili zetu. Haleluya. Ninatamani wote tuende mbinguni. Kwa hiyo Babeli hii ni dhambi
hukumu imeshasomwa. Dhambi inatakiwa iangamizwe na wadhambi wote wataangamia pamoja na dhambi ile. Ana maelezo kidogo, anasema hukumu ya Mungu inaleta habari njema kwetu. Yote mawili, hakimu na mtetezi, ni Yesu. Haleluya. Hukumu inayotajwa itazingatia sana amri ya 4 ya utunzaji wa sabato ya kweli ya Biblia. Kwa hiyo Babeli ya leo ni wale wote wanaoabudu chochote kile dhidi ya Mungu wa kweli aliye hai. Katika Ufunuo 11 fungu la 8, watakatifu wameelezewa kuwa ni wale wanaomtii Mungu na kuvumilia mateso. Hao wataendelea kubaki kuwa waaminifu. Nataka niwaambie, mafungu mengine hapa yanataja habari ya Babeli mwingine. Huyo Babeli mwingine anayeitwa Babeli wa kiroho. Anasema maelezo ya Mungu juu ya mfumo wa kiroho ulioasi ambao umehafifisha kweli. Hii Babeli tunaipata katika Ufunuo 17 fungu la 1 mpaka la 5. Babeli ya kiroho. Lakini ukweli uliangushwa chini. Katika Danieli 2:12 anaeleza mambo hayo. Lakini Efeso 5:31 hadi 32:33, bibi harusi wa Yesu analialika kanisa lake. Haleluya. Yeremia 6:2, binti Sayuni anafanana na mwanamke mzuri. Na katika Ufunuo 12:1 mpaka 3, mwanamke mzuri anaonekana mbinguni, anawakilisha kanisa la Kikristo la Agano Jipya. Haleluya. Ufunuo 17:1 na 2, kahaba wa Ufunuo 17 anawakilisha kanisa lililoanguka. Rangi za mfumo wa kanisa hili lililoanguka na kuasi ni zambarau, nyekundu. Rangi zile zinazotumiwa na kanisa la Roma, makao makuu yake yakiwa katika mji na wenye vilima 7, yani mji wa Rumi. Lakini pia Babeli ya Agano la Kale inawakilisha machafuko, mahali ambapo kulikuwa na machafuko ya lugha. Sasa basi, nachotaka niwaambie, Mungu bado anatupenda, na ndio maana anatoa maagizo ya kwamba tutoke Babeli kungali mchana. Kama una sanamu yoyote ile, leo ni siku ya kuangamiza masanamu. Haleluya. Dhambi kome leo, maana yote hiyo ni Babeli. Nataka niwaambie kisa kidogo. Watoto siku hizi kule kwetu Tanzania, watoto wa shule hawa wadogo, darasa la 1, la 2, la 3, la 4, wamegeuka, wanalawitiwa shuleni. Mnajua kulawiti? Wanalawitiana shuleni. Limekuwa ni kilio kikubwa. Shetani hana adabu kabisa. Watoto wa Mungu ambao hawajajua neno lolote, serikali sasa inalia, inahangaika kuwaokoa hawa, maana wanalawitiwa na wakubwa zao. Shule za boarding ni kazi kubwa. Naomba tufanye maombi makubwa kwa ajili ya watoto wetu. Kizazi cha ajabu, sijui kitaponaje hiki. Yani tumeangalia, utafiti umefanyika, watoto asilimia karibu 40 katika shule zetu za boarding, shetani amejiingiza huko, anafanya ulawiti na watoto wadogo.
kinyume cha maumbile, na ni kaka zao wanafanya. Sijui maana hapa Kenya, maana shetani aliyeko Tanzania ndiye aliyeko Kenya, shetani aliyeko Tanzania ndiye aliyeko Amerika. Ni tatizo kubwa. Babeli umeanguka na hukumu ya Mungu inakuja. Mungu hatakawia. Watoto wasiojua lolote. Nataka niwape kisa kidogo kabla ya kuendelea. Kule kwetu kulikuwa na mama mmoja. Huyu mama alikuwa mwasherati. Siku moja mume wake ametoka, amesafiri nje. Mama alikuwa na mshefa wake. Najua mshefa wakando alikuwa na mshefa. Akambonyeza kwamba leo mzee hayuko, leo mpira upigwe, leo uwanja uko poa, leo mama kanda uwanja vizuri, akaweka mashuka mazuri meupe kwa uwanja wa mpira. Unajua yule mzee alienda, lakini alikuwa anahisia kwamba nyumba yangu inaibiwa, ndoa yangu inaibiwa. Ametoka kidogo tu, kitambo akarudi. Alipokuja akapiga honi, mbia mama fungua, ndume imerudi. Na mama tayari walikuwa wameshaanza zoezi lile la uasherati. Babeli ni mbaya wapendwa. Mama ameanza, mzee anaingia, madirisha yako na grili yana vyuma, aende wapi? Hakuna asubuhi. Akasema sasa leo nitakufa hapa, mzee wangu alivyo mkali. Sasa watoke wapi? Na mzee amebana mlangoni, maana anajua kuna nyang'au ndani inaiba mchele ndani ya nyumba. Unajua mwanamume akaanza kutetemeka. Akaingia mvungu wa kitanda, haikutosha. Akatoka. Bahati ndani ya nyumba kulikuwa na drum la kuweka nafaka. Ndani kuna store jirani na chumba, amangana makongo yanafanyika. You see? Sasa basi mama akafungua ndani, akamuingiza yule mwanamume ndani ya drum la nafaka. Na mle ndani bahati mbaya kulikuwa na nyoka aina ya cobra. Sasa ameingia, amechuchumaa, mama afunge drum. Anafunika drum na nyoka naye ile ya morning sickness. Sasa siku ya 3 mzee anarudi, mbona hapa ndani kuna harufu mbaya? Mama anasema sijui kuna panya amekufa au ni nini hapa. Lakini mwisho ikabidi aseme ukweli. Amwambie mume wangu, tafadhali, unajua nilikuwa nafanya wizi, unajua nilikuwa nafanya hila, unajua niliweka mshefa. Haleluya. Sitarudia tena hii dhambi, unisamehe. Sasa ikawa kutoa matangazo kwa serikali ya kwamba ndani kuna mshefa amelala. Kifo cha aibu, kifo cha dhambi, kifo cha uasherati. Na Babeli ananuka kwa uasherati. Babeli inanuka. Na ndio maana watoto wanalawitiana.
dunia inanuka uasherati. Dhambi imekithiri wapendwa, katika mji huu wa Kataya kule Thailand kunaitwa paradiso ya ushoga. Unasikia paradiso ya ushoga? Mmeshawahi kusikia jina kama hilo, paradiso ya ushoga? Wameweka masanamu, yameundwa, yametengenezwa kama mwanamke alivyo. Maziwa yamesimama, nyonyo zimesimama, hizi chuchu ni masanamu yameundwa na wakuu wa dini ile ambayo inaitwa Babeli. Nao wanapotoka usiku kunywa mapombe yao, maana pombe kwao ni kitu cha kawaida, wanarudi wanaanza kuzini na masanamu yale. Licha ya zinaa, wanayalawiti masanamu. Kuna watu wameandaliwa rasmi kwa kuyasafisha hayo masanamu na wanalipwa pesa nyingi, maana yametengenezwa soft. Analihagi, analibusu, anaanza kulitomosa tobasa, na yeye anahemka, na mwisho anafanya ushenzi wa sherati na lisanamu. Nataka niwaambie, Mungu hatavumilia. Wanajiita wa Kristo bure, na leo wengine tunajiita wa Kristo bure, na tunafanya uchafu ambao Mungu wetu hatavumilia. Mungu hawezi. Hasira ya Mungu ikiwaka atachapa. Mungu wangu ninayemjua hana utani na dhambi. Saa kikombe cha hasira yake kikijaa, natandika Mungu wangu. Haleluya. Kwa hiyo tukae mkao wa kuondoka. Hapa sio kwetu. Kwetu ni wapi? Mbinguni. Maana hukumu ya upelelezi imeshaanza, na imeanza kwa waliokufa na kitambo walio hai. Na si hivyo tu, lakini hukumu halisi inakuja, maana Yesu anarudi. Haleluya. Hukumu halisi inakuja, na Mungu ataangamiza dhambi na wadhambi wote. Nataka niwaambie, uchaguzi ni kitu kikubwa. Chagua Mungu. Na ndio maana jana niliwaambia usiku nilisumbuliwa sana. Nikaanza kuomba. Nikaomba sana. Niliamka usiku. Sijalala kabisa usiku wa jana. Shetani anazunguka kila mahali, na akisikia ukweli unatajwa, mara maiki itakufa. Sinawaambia muombe. Ombeni sana. Nikishataja tu ukweli, lazima maiki itakufa. Nikishataja dhambi kwa jina lake, maiki zitakufa. Kuna mahali tulienda, tukawa tunafanya mahubiri, lakini mwana mama mmoja alikuwa amepagawa na majini mengi sana. Yule mwanamke mzuri, mororo, mrembo, lakini alikaa porini miezi 6. Na majini alikuwa yanamtesa. Yamemfanya mke wake miezi 6 yuko porini. Tulimtoa porini, ameota manyoya kama linyani. Shetani ni mjinga sana. Sasa tukarudisha nyumbani. Mwanamke anageuka na kuwa mara tairi linazunguka. Mara anageuka, kichwa kinakuwa flat kabisa kama chapati. Unajua shetani ni mjinga. Tukawa tunafanya maombi mengi. Mwanamke akabadilika, akawa mara nyoka, mara limekuwa lichatu. Tunapambana na maombi. Kazi ya Mungu inataka maombi mengi, na sasa hivi ni saa ya maombi mengi, maana shetani anafurukuta. Shetani hataki ukweli. Ukisema ukweli, shetani anaamka. Sasa ni saa ya maombi kweli. Yule mama tulihangaika, tukabatiza huyo mama. Unajua Tanga kuna wachawi. Kwani hapa kuna wachawi? Hawa wadogo, wanafunzi, watoto. Kule kuna wachawi bwana.
Unaweza umekaa ndani ukaona jiwe kubwa mlima, ukasikia kishindo kikubwa ndani. Lakini utaona mahali popote pametoboka wala nini. Jiwe kubwa ajabu. Kule kuna wachawi bwana, wacha. Alafu unatembea vinyamkera vingi. Huku wanaviwekea unga, wanakula, wanafanya nini? Shetani ni mjinga sana. Nataka niwaambie, saa imefika ya kukimbilia kwa Yesu. Babeli inaangamizwa. Kama nyumbani una sanamu ya uasherati, ikome kuanzia leo. Haleluya. Kama nyumbani una kimada chako, sijui huku mnaita vitu gani, kule kwetu ni kama madada poa. Tunaita madada poa. Wanapoesha wanaume wenye misongo, wanaenda eti kupoeshwa. Unapoeshwa na kifo na dhambi ya zinaa. Madada poa wako hapo wanazunguka, wanatafuta kukamua, kuchuna wanaume za watu. Nataka niwaambie, ikiwa una dada poa, kimbia. Tokeni Babeli, kimbia. Hukumu ya Mungu imewekwa, adhabu kali kwa wote wenye madada poa. Haleluya. Adhabu kali. Kiboko cha Mungu sio cha kawaida. Mungu anachapa. Mungu si kawaida. Waulize Sodoma na Gomora. Kama hujaona, uliza Sodoma na Gomora. Nataka niwaambie, kambi la mwaka huu liwe kambi la matengenezo, maana Mwokozi anarudi. Haleluya. Nataka tuwe makini. Tuwe watu makini. Tuende poa, maana Yesu anakuja. Hebu tuone tena kifungu kidogo hapa. Nataka tumalizie, tusichelewe, maana watu walichelewa kwenda kula. Mimi kulikuwa na mgeni. Aya. Tufungue kitabu cha Isaya 13. Isaya 13 fungu la 19 mpaka 21. Ndio. Na Babeli huo, utukufu wa falme, uzuri wa kiburi cha Wakaldayo, uzuri wa kiburi cha Wakaldayo utakuwa kama Sodoma na Gomora. Utakuwa kama Sodoma na Gomora. Hapo Mungu alipoiangamiza. Hapo Mungu alipoiangamiza. Hautakaliwa na watu tena kabisa. Hautakaliwa na watu tena kabisa. Wala watu hawatakaa ndani kizazi hata kizazi. Tangu kizazi hata kizazi. Mwarabu hatapiga hema yake huko. Mwarabu hatapiga hema yake huko. Wala wachungaji hawatalaza makundi yao huko. Hawatalaza makundi yao huko. Hiyo ndiyo Babeli. Mungu ataichapa Babeli. Anasema wala Mwarabu hatapiga hema yake huko tena. Ukiendelea hapo anasema mabundi. Mabundi mnahitaji hapa. Yakwe yuko. Yakwe umia. Yakwe umia ndio wataishi Babeli. Hawa bundi hawa. Yakwe umia ndio wataishi hapo Babeli. Alafu wanasema mafisi ndiyo yataishi. Maana Mungu atatandika wanadamu wote walioamua kumwasi yeye na kuweka masanamu badala yake, kwa sababu ya uchaguzi. Tuliona Mungu anataka tuchague mahali tutakapoishi. Mungu anajali uchaguzi wa mtu. Kuna miji mingine sio ya kuishi. Na ndio maana kuna kitabu cha tutatoka mijini turudi huko. Kuna miji ambayo inanuka zinaa, inanuka
inanuka zinaa, inanuka walevi tu. Mjini si mahali pema. Ndiyo maana Mungu anasema watu wangu watarudi vijijini saa ikifika. Hiyo miji yote ya Ulaya hiyo, wachana nayo. Sasa hivi ni zinaa mtindo mmoja. Sasa kama wameamua kuzini na masanamu yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa, hata wanasema hata mwanamke aliyeumbwa na Mungu hafikii hayo masanamu. Maana kwanza yametengenezwa namna yanaweza kudansi na kujigeuza mtindo wote ule. Mitindo yote ya dunia hii iko ndani ya sijui ni maroboti ya namna gani. Lakini kwenye miji hiyo mikubwa hiyo ambako tunaambiwa ya kwamba Babeli, huyu mwanamke kahaba, huyu kahaba mkuu amewanywesha mataifa, matajiri wa miji hiyo na viongozi wakubwa wa dini mvinyo ya uasherati wake. Mafundisho yake ya kishetani ndiyo yamejaa hapo. Mtu anasema mimi ni mtumishi wa Mungu, anaenda anapiga pombe, anarudi anazini na masanamu, na anasema jina la Bwana. Bwana hatavumilia, Bwana hatamtandika. Kama sisi leo tunajiita Waadventista wa Sabato na tunarudi tunakunywa pombe kwa siri siri, Bwana hata tuacha, Bwana hatatutandika. Na tutatandikwa kweli, maana tunajua ukweli wote na tunazembea, tunamdhihaki Mungu, na Mungu hawezi kukubali kudhihakiwa. Nataka niwaambie mchana wa leo, kimbia Babeli kugali mchana kweupe. Wacha dhambi, ombea watoto wako, ombea mke wako, ombea nchi ya Kenya. Dhambi ikome, turudi nyumbani. Haleluya! Tuombe, tuwe watu wa maombi. Tuombe. Omba, maana kuomba tu hutakufa kwa sababu ya kuomba. Funga, omba. Mbele ya Baba yangu wa mbinguni. Mama, barikiwa sana. Barikiwa sana mama. Barikiwe mama na mtoto nako katoto kabarikiwe. Tukaombe kawe mtu mkubwa kwa nchi hii. Mungu akubariki sana mtoto, Mungu akubariki sana. Tafadhali njoo mchana kweupe. Kataa dhambi, ipe dhambi kisogo. Tafuta ushirika na Mungu wako. Naomba kama kuna mwingine hakuna, ni uchaguzi. Au jehanamu kwa nia njema, kwa nia njema. Kuna mwingine, tusifunge mlango kabla. Kuna mwingine jamani, najua kuna pambano kuu. Nafikiri kutoka hapa kuna vita, kuna pambano kuu. Kama kuna mwingine, tafadhali njoo. Bwana bado amenyosha mikono yake, anakuhitaji bado. Tafadhali njoo kwa Bwana. Basi kama hakuna, tusimame tupate tuombe. Baba, ya ujumbe wa
mchana wa leo, unaotutaka tutoke Babeli haraka sana, maana hukumu yako inakuja, inawaka kama moto unaowaka, moto wa umeme. Tunaomba wote waliojisalimisha